Isa wanetu walisalia kuniita Ole Sakai ama Sakasaka, ukiniita sita sita ila kuitika. Na leo nimko hapa na jamaa maarufu sana anaitwa Papa TV. Na Papa TV nilikuwa naona mambo mbili tatu, nikasikia polisi walimsumbua sana jana sasa, lakini yeye mwenyewe sitaandikia mate kama ungali wino upo. Sasa Papa TV ilikuwa namna gani? So kuko hivi, ilikuwa jana kitu okay, ndio maskara kuja mbao kwa nyumba, kuna sababu na kuja peke yao. Walikuja na wakisi fulani, but kinye kilifanya ndo wakakuja kwa nyumba, kuna hii pombe Irigo Chang'aa. So kuna mahali ambapo nilikuwa nimetulia, nikaona watu wanakimbizwa na maskari wanajificha, na penye walijificha penye niko. So nikauliza kuangalia, kumbe wanajificha maskari sababu wamebeba Chang'aa. Ilikuwa gunia mbili nyuma, alafu na kuna ndogo yake ilikuwa kwa tangi, unaona. So hiyo gunia ndogo penye ilikuwa nikamwambia bro, niambie maskari mnajificha hapa ama nifanye nini? Ama mnipepo kitu. Wakasema wacha kwanza waende tutakupea kwa 500. Sisi nikanyamaza. After askari kuenda, jamaa akaanza kunigeuza akasema hakuna pesa nakupea. Kama si 300 achana nayo. Niko na analeta kunibondea. Mimi nikafanya ni aje? Nikachukua hiyo pombe nilikuwa hiyo ndogo kwa katanga. Nikasema wacha mimi nisonge nayo. Mimi nikasonga na hiyo pombe. Mimi nikaenda nikauza penye nauza na mimi nikapewa pesa. So kupewa pesa, unajua pombe mimi sijui bei. Mimi sikunywangi pombe. Najua tu nikipeleka kwa klabu nikapewa kenye ni wako nacho. Okay. So mimi nikadhani mchezo, jamaa akaanza kunipigia simu, sijui alipata aje namba ya simu. Najua kuna maheta. Mimi nakuwa na maheta obvious. Na hao maheta mimi naambianga kesho ni wewe, leo ni mimi, unaelewa? So mimi ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa kitu saa 12. Nikapigiwa na besa yangu simu, nikamwambia ni aje, watu wanakutafuta huku chini usionekana. Okay. Nikajua ni kubaya. But nikasema juu ni raia, haina shida, naweza patana tu kwa ground. Na juu nasikia sijui ni watu 17 wanatafuta wanaume 17. Yaani walikuwa watu takriban hao ni raia, watu 17 raia. Okay. Na watu walikuwa unawafahamu ama mtu mwenye mimi nafahamu, nikisema hata mbele hapo mmoja wao huyo mwenye alikuwa mwenye pombe mwenye alileta hiyo squad yote ni ndugu yake, jamaa famous sana pale Mbakasa anaitwa Blacky. Ndugu yake jamaa, ukitaja tu Blacky anajulikana. Huyo ni ndugu yake mwenye alileta hiyo renda yote. So kenye kinanishangaza, hata mimi nasema hii kesi ingeenda mbele juu hiyo pombe haikupelekwa police station, haikupelekwa popote. Unaona? Ndio tulienda paka penye pombe ilikuwa imeuzwa, wakasema sijui achukue pombe, ni sawa, haina shida. Swali ni wanakujaje kwa nyumba yangu mpaka na maaskari? Na wakajaribu kuniambia ati nitaona, ati hii penye nakaa sitakaa na maana watajaribu kuniwinda. In short, nikiumia hao maaskari wanajulikana first, na maaskari waliingia kwa nyumba yangu. Bibi yangu angawaje nimekuonyesha hata message. Bibi akaniandikia message akaniambia unatafuta na mapolisi. Kufika nikapata si mapolisi peke yake, ni ile rende ya watu 17 plus maaskari wawili wakiwa na bunduki. So mimi najiuliza, kwani mimi nakaa aje mwenye nakujua na watu karibu 20? Barabara kabisa, hali jinsi ilivyo iko hivyo. Maisha Papa TV iko hatarini. Yes. Sijui itakuwa namna gani, lakini yasiotuhusu news wala kope hatutashiriki, lakini nadhani serikali itafanya 1 2 3 tuone itakuwa namna gani. Yes. Na bila kupoteza wakati pia nakaribisha watu wote pale Bukusu Cultural Night ambapo itafanyika mnamo tarehe 1 mwezi wa 8. Karibuni sana. Papa TV pia yeye atakuwa ndani. Nitakaribia baba. Shukrani. Asante.